Baba, mambo hayo. Baada ya yale mazungumzo, mama alikuja leo, alikuwa na mambo ya kufikiri. Mama alitia wasiwasi labda huenda mama ni mjanja zaidi na ana mbinu ambazo sio nzuri. Asema zikani mtu atakayeingia kwenye Tian Building ama mtu ashaitokaga hai yuko ndani. Mama alikuwa anasema manake siri ya upanga huu anaijua. Huenda upanga huu ana, lakini anafanya kuzungusha watu washinde kufahamu upanga ulipo. Usiku leo kuna waizi wameanza kupanga, lazima waibe ule upanga. Kumbuka ameambiwa ile msaidie master wake, lazima aibe upanga. Kumbuka na yeye ni mwizi professional. Lakini cha ajabu tena, ametokea mtu mwingine tofauti, amekuja kuiba ule upanga tena. Kila mtu anatamaa sana na ule upanga, sababu una nguvu za kutisha. Yaani ukimiliki upanga unaweza kutawala ulimwengu mzima kwa masharati. Yaani ukawa unatawala ulimwengu mzima. Sasa kila mtu anataka upanga kivyake. Alikiwa pale kuna baluni fulani ambao ni za zamani zaidi ambazo zilikuwa zinatumika kipindi hicho. Binti ilibidi aruka zaidi, haizi kusema na huyu ni nani huyu. Jamaa karukia pale mzee, na kuna mtu anakuja kumzuia. Sasa huyu kaanza kupambana na binti Sinyanga. Angalia mambo. Binti Sinyanga anajaribu kupambana jisaidie. Pambana kweli kweli hapo. Lakini huyu jamaa uzamini ana nguvu za hatari. Alimsukuma binti akadondoka chini. Kwa mawazo yake akajua ameshaweza kumuua. Binti yupo huyu. Akabidi kuweza kuondoka. Akati anaondoka ndipo anatupa macho sasa. Jamaa wako ni mwizi wa kutisha huyu hapa. Anafahamika shindaji kuiba kitu huyu. Kiwa hapo anaona barudi. Ala. Nikaendelea pale juu. Kava mitungi ya gesi ya miaka hiyo. Ilikuwa inatumia gesi fulani ambayo kikurusha inainaga break hiyo. Unaona mambo hayo? Sema ukutakiwa kufanya hivyo bana. Binti ameninginia kwa chini. Jamaa alimuona. Kinachangibio na linda lijengo. Juu kuna mwizi ambaye yupo. Oya brother. Mimi nakuuliza tu nikuulize kwamba kwa nini tunaomba tulinde hapa? Sisi tunafuata oda ya mama, kwa hiyo haina sababu ya wewe kuweza kubishana na oda ya mkuu. Kwa hiyo bora tutii kile ambacho anasema. Kama hapa kuna upanga, kwa nini tunalinda mpaka sasa hivi? Kuna shida gani? Mimi sijui sababu ya mkuu kuweza kufanya hivi. Sema sikiza nikwambie. Sikiza brother, nikwambie. Mimi shaingia na mashaka. Wana upanga huko hapa ndani, lakini mazashia anazungusha watu tu. Sifahamu kweli halisi hapo. Nini angalia pale nini? Waliona lile baluni mzee. Kumbe kuna itikadi za wizi zinataka kufanyika hapa. Walishaona. Kumbuka ndo walinzi hapa. Jamaa katazama akaona, aha. Sasa jamaa wako yuko huku. Akawazuga, "Oya." Akaona wazuba kuangalia kule. "Nyie sikizeni. Jiandaeni pande wewe. Angalia huko hivi. Lang niko hapa mwizi wa kutisha, unaona? Shinshilani yule." Sasa wakaanza kumkimbilia Shinshilani. Wakaachana ile ambayo alikuwa kusikiza ngombe kitu huu. Huenda ni mtego. Nyie wengine bakini hapa. Nyie changeni na mwenzangu nyie. Mfuateni huyo mwingine. Mimi ndabaki hapa na wenzangu wao. Ila nyie mfuateni mpaka mwisho mjue anaelekea wapi. Wakaanza kumfukuza. Huu upanga unatakiwa si una nguvu gani? Kila mtu anautaka upanga mzee. Hautaamini yani. Kila mtu shida yake ni upanga. Wakati wanakimbia kuna huko. Sameni hapo nimwambia. Sasa anazidi kukimbia kwa kasi. Kila mtu anataka kuingia. Binti amening'inia pale chini. Jamaa kwa jua kuna mgeni amening'inia. Sasa binti akamtoroka chap. Ila simuone. Afu yeye mwizi mwenyewe akatu hapa. Huyu ni master yule, tumjua mastermind yule. Kumbe naye ana tamaa ya upanga huu. Binti akana mchungulia. Aha. Kumbe jamani mwizi naye. Huyu mwizi ni nani tena anajaribu kuja kuiba upanga huu? Kila mtu anatamani upanga huu hapa. Lakini mwizi wa kweli anayefahamika ni Shinshilang, kwamba ndo mwizi mmoja ambaye anaiba kuliko wengine. Walifika hapa sasa. Chini ni mbali kinyama. Na ukianguka hapo habari yako imeisha. Jamaa anatoka mbio kweli, speed ya hatari. Akafika hapa, binti akajaribu kuzibao kuna huku. Kaangalia. Lakini cha ajabu anashangaa, hii sehemu vipi? Ndio anajaribu kuingia. Huko ndani ni giza. Alafu kilichomshtua zaidi, kuna sanamu moja kubwa iko hapa. Imetengenezwa na shaba. Yaani shaba ile zamani ile. Wanaita Buddha. Sanamu ya Buddha ni kubwa hiyo.
ziko hapa ndani ya hili jengo. Na maana jengo ni refu. Hasa hapo nasemekana kwamba ule upanga wa Gelu Swadi upo juu ya kichwa cha huyu hapa. Cha hiyo samamu ya Buza hapo. Basi binti akasonga. Angalia kizungumkuti hichi. Kila mtu anaona hapa ni issue hapa. Kila mtu anataka upanga. Shinshilanga anataka msaidie master wake. Na huyu naye anataka kuiba upanga. Hai, mambo hayo. Anashangaa kuona ule master aliyetangulia ameshambuliwa na mishale. Na hapa ni kweli kuna mitego ya hatari. Ukienda kizembe unakufa. Hili jengo limejaa mishale ya laana. Cheki mambo hayo. Asa binti akajaribu kusonga kwa umakini mkubwa. Ndipo aligundua kuna nyuzi ziko hapa. Kwa kila hatua unayopiga, ukigusa tu haya hivi, mshale unatoka. Asa binti akaenda kwa mwendo wa kunyata. Cheki mambo hayo. Kumbuka ndije hero kama kaa. Tunazidi kusonga mbele zaidi kwa kasi ya hatari. Sehemu ya 9 hiyo mzee. Usipime. Kanyata mwanaume. Mwanamke huyu hapo si nyang. Kumbuka anamsaidia Shinshilangu kuiba upanga kwa hapo. Ni master wale walea wote, kwa hiyo wote ni ndugu hao. Kumbe jamaa alikuwa hajafa. Jamaa anafika mzee na wai. Anataka sasa aondoke aruke ndani ya jengo hili. Ameshawazuga ampeleka mbali zaidi walinzi hawa. Shida yake anataka ingie pale ndani kirahisi. Sasa ndio sehemu husika hii hapa. Kawashi ile mtungi yake. Huyu. Speedy. Hizo gesi za zamani unaambiwa jamaa amevalia mgongoni alafu inamtoa kama vile ni jet yani. Pita kwa speed hatari. Binti anapambana na huyu mzee mzima huku. Dozi. Mshale nazidi kuruka mzee, kama mtu anajaribu kuipangua mzee. Ambalo jengo la mitego kama 120 hivi. Hutaamini yani. Mitego wote ni kulinda ule upanga. Kwa hiyo mshale nazidi kuchomoka na nazidi kutetea kwenye sio. Cheki shughuli hapo mzee. Jamaa yuko juu na mitungi ya gesi mzee ya kizamani, sio kiteknolojia kama hii. Haina kifika mahali utaka kushuka na litupa huko. Pando ndani kumkono endelea kupigwa mzee. Cheki mambo hayo. Binti akaruka chap. Unaonekana jamaa anamsumbua sana. Hasa ile sehemu upanga upo, mwizi mwenyewe anakuja. Wameketa nini ile? Washangaa chap. Jamaa kwa anaiba kinyama. Pita na bonge ya mtungi afu kufika hapa hivi. Kilisa uachie mtungi hapa lazima utupe mzee mzima. Vunja kaingia hapo ndani. Upanga lazima aibe. Kauvua ile mtungi na tupa huko chini. Nijenda na jengo hili hapa. Amri katolewa maana waizi wameshatia timu ndani. Walinzi ya mwezi mkakaa nje, lazima muingie ndani. Walipotangulia wa kwanza walishambuliwa pale. Wakafa na mishale. Kumbuka jengo la mitego ya hatari. Jengo la mitego ya kutosha mzee. Binti yuko juu mzee huko. Kumbuka mtego ukitoka unapambana nao mwenyewe. Cheki mambo haya. Inatuma mishale ya kutosha yani. Jamaa akasema tutaingia vipi hapa ndani? Aenda kazima mitego hiyo. Zima mitego yote isitoke tena. Baada ya kusema mitego, hasa hali ni shwari. Kwa hiyo wanapita kilaini. Kuna sehemu ya kuzima mishale. Aenda akaifunga kwamba isitoke tena. Hasa ni jinsi ya kupambana nao waizi wanataka kuiba upanga. Kila mtu anautaka mzee. Hatujui kwa nini. Kila mtu ana shida ya upanga huu. Cheki mambo. Upanga una nguvu za kutisha. Yaani ukimiliki upanga huu unakuwa na nguvu za hatari. Kwa hiyo mama alikuwa nao sababu yeye ni kiongozi wa ufalme anayetawala ulimwengu mzima wa mashura. Cheki mambo. Uso kwa uso mzee. Shinshilangu mzee anamuogopa Chengbia, anamjua. Ana uwezo wa kupambana na Chengbia kabisa. Binti anasema na huyu mwizi. Cheki mambo hayo mzee. Binti anaruka mzee. Sasa huyu mwizi anataka ule upanga. Sasa Shinshilangu akapanda kule juu. Kumbuka ndio anajua kama mwizi mhusika. Panda hapa juu sasa ameshakula pose hapo. Acheki vile wengine wanakuja upande huu, wengine upande huu. Karuka kwa mzee kule. Binti anazidi kupambana na huyu mwizi. Hali ni tete hapa. Sasa binti amezidiwa, ameninginia mahali. Hawini mamba ingia kazini. Apande juu sana, nataka kachukue upanga. Angalia mambo hayo. Huyu mwizi master mako kumbe naye anahitaji, ana tamaa ya kumiliki huu upanga. Jamaa karuka mzee mzima aseme na huyu Shinshilangu. Shinshilangu anamjua tena, anamogopa Chengbia kinyama.
Basi yule master naye anapata nafasi ya kupanda juu, anataka chukua ule upanga. Upanga wenyewe na mitego ya kutosha, au kaji kizembe. Binti alikuwa na nanga, akarusha chap. Sasa naye anapanda chap chap, akachukua ule upanga. Alafu kumbuka kuna mitego ya kutosha, upanga ukaji kizembe hapa. Hutaamini. Mama anapambana mzee mzima na Chengbi kuni muziki huu wewe. Dozi. Jamaa amefika hapa chap. Kapanda hapo juu. Anachungulia mtego huo. Alikoswa mzee. Na mshalo umetunzwa hapo mzee. Yaani upanga umewekwa kwa machale mengi zaidi. Hauna mitego ya kutisha. Ukienda kizembe unakufa hivi utaamini. Pambano ni mzito, hali ni tete. Master anataka, Shinshilangi anataka. Cheki mambo hayo. Chengbi anazuia ule upanga usikuliwe. Chengbi ni hatari mzee mzima. Hakupiga upanga jamaa amesoma mwisho. Yaani hamna kitu ambacho hajui. Ni kwere yani. Cheki mambo hayo. Paka Shinshilangi anamuogopa. Shinshilangi akaona upanga lazima nichukue. Cheki mambo hayo. Piga mishale. Jamaa anashambulia lakini anaamba. Cheki mambo hayo. Hapa pirigi ni kali. Kaya mangu asilo swadi, lazima nichukue uswadi yani. Uniambi kitu wote yule. Shinshilangi ameapa lazima achukue. Yani iwe siwe leo, lazima niondoke na upanga. Hali ni tete leo mzee. Cheki mambo. Master akafika juu. Mtego wote misha chap. Sasa upanga huu hapa. Master anaushika amini kama leo wanakamata boksi. Ni upanga wa Gelu Swadi. Huku hapo ndani. Pano wapili kwa jamaa anapambana pia. Hipe nikupe mzee. Allah. Mziki ni mnono. Asa jamaa wangu leo nimekuoshea. Leo umeyumba leo. Kasikia rusha mishale. Pigwa na mishale jamaa kwa anaondoka tu. Anashuka chini mzee mzima. Jamaa kuna anashuka naye. Hapa chukua upanga mzee. Chengbi ameapa uchukue upanga. Shinshilangi anasema lazima nichukue upanga. Master anasema sana anaondoka na boksi. Kufungua namna hii mzee. Alipigwa mishale ya koromeo. Bari yake ikameishia hapo. Ile boksi linatunzwa kinyama. Hutaamini yani. Ameshika boksi la upanga lakini ameshauawa. Ile juisi ambavyo lile lina ulinzi wa kutosha. Ule usadu na ulinzi wa kutosha na mitego. Master amekufa, ameshikilia boksi la upanga. Shinshilangi akaona hii ndio njia rahisi zaidi. Angalia mambo hayo. Sasa ametoka kwenye kona ya baba. Sasa anagawana kazi. Jamaa akatua kule chini. Fika kule pambana nao kumza mzima. Huku na huku mzee. Sasa kumbuka Yankai ni best yake na Shinshilangi unajua. Binti anasogea achukue ile boksi. Sasa boksi liko hapa. Amekufa ameshikilia boksi lakini boksi liko hapa. Binti anataka achukue ile boksi tayari ameliki upanga huu. Pona pili panga linapigwa mzee. Yankumbuka na mabesti ya hoya. Oya nisaidie. Nisaidie hapa hivi. Mtoroke hapa nisaidie mara moja sawa. Zuga hapa hivi. Jamaa yefanya amepigwa kawazuia. Mzee, amenishambulia. Akaenda upande wa pili kutep. Jamaa anazuia na huko amenizuia. Kumbe jamaa mjanja anamsaidia. Kumbuka Yankai ni best yake na ujamaa. Sasa njia pekee ni kubeba upanga. Hiyo ndio best. Hiyo ndio njia pekee. Boksi hilo. Boksi laanguka chini binti la daka. Boksi limeanguka chini na binti amelidaka. Sasa ishi kwa hapo. Binti amening'inia anahitaji msaada. Shambulia huyo. Jamaa shambulia anapangua upanga mzee. Akaona binti amening'inia na boksi. Sasa boksi binti analiacha hilo. Jamaa akalikosa na yeye. Kajitosa mzee. Hiyo. Paka daki ule upanga. Nisaidie. Jamaa akazunguka chap. Kamdaka mtoto wa kike huyo. Shida sa boksi liko chini. Uko sawa? Kachukua upanga bana. Sijao kamata lakini nitauchukua. Nani nitaondoka nao? Katua hapa chini sana rahisi kuondoka mzee. Chukua upanga tuondoke. Kamata wale. Jamaa kama chukua upanga nataka kimbie. Chengbi yuko chini mzee. Leo utoki hapa. Haya mambo hayo. Ameka mtu kati mzee. Asira utoki mahali. Wacha mpambano. Tifshana ngitia timu mzee. Kasikia ni wewe Shinshilangi. Mama anamchukia huyu jamaa.
ule sigelu swali ule. Si upanga ule boksi. Gerudao. He, upanga. Kila mtu anashangaa, mama alisema kama upanga upo hapa. Lakini kumbe mama alikuwa ameuficha. Upo ameficha hii siri. Nadhani wote mmeamini kwamba Chief Shen ni muongo. Alidanganya kama upanga umeibiwa, mara C4 Masters wanakuja nao. Amedanganya vitu vingi sana hapa. Lakini cha ukweli kumbe upanga alioficha hapa. Jinsi gani ambavyo kiongozi wenu ninyi, Leader Shen, si mwaminifu kwenu. Kwa anaonyesha jinsi gani ni aibu ambao leo alimsingizia Shilang ameiba. Huo upanga huko hapa ndani. Tumeamua tuoneshe kwamba leo kwamba upanga huu upo hapa. Na wanga sikia ni kweli. Mama kavuta upanga alichukia. Asa mama ana uwezo mkubwa mzee. Ana uwezo wa kutisha. Angalia kitu alimfanya Shilang. Huyu mama sio kuchezea, si mchezo. Ana uwezo mkubwa yani. Amemiliki mtu mpaka kuitwa mkuu wa ulimwengu master hata manaki una uwezo wa kutisha. Cheki uwezo huyu mama mzee. Shughulisha panga kwanza. Kama mtu anamsaidia mzee, Israel mshambulia Shilang pamoja na binti huyo. Panga. Mama karuka hapo juu. Jamaa akakataa mzee. Hiyo. Kaikiwa kichwa mzee mpaka pale. Sasa chini kapigwa pale kwa mzee. Kazungushwa hapo. Maski ikatoka mzee. Lost unaonekana live sasa. Boxi pembeni, Shilang pembeni. Binti akajikoki mzee, akamsaidia. Kaambia sitakufa hivi. Sasa kale mambo. Kaambia wao sasa na kumuisi mtu wetu. Kuona muisi master wetu. Kusema kaa kimya. Chengbi niletee ile boxi. Nipatie ile boxi mimi. Sasa tuone upanga upo au ni skendo kama na upanga. Mama akasema lete boxi. Jamaa kalibeba. Mama ili hapa. Lifungue. Anafungua ndani. Cha ajabu hakuna upanga. Jambo limshtua sana hadi mama. Upanga hamna. Allah. Mama kajua nyeusi ameiba upanga huu. Ameiba upanga huyo. Wewe mpumbavu unamenibia upanga wangu, si ndio? Hakuna uswadi huku ndani. Unamwangalia nani? Unadhani kama sisi ni wajinga eh? Unadhani tumeiba upanga sisi? Kabla ndo mchezo wako unaocheza wewe tunaojua. Upanga unao mwenyewe, unachezea trick zako hapo. Hatutaka tukuelewe wewe. Makabala lazima nikutoe roho wewe. Ruka mwanza mzee. Asa mama panga kumuua Shilang kabisa. Mama anamchukia kinyama Shilang. Alimpiga na binti akamweka pembeni. Piga buti ya maana Shilang. Kabla hajadondoka mzee huyo, mama karuka chap. Sikajizuia chini. Shinyanga anguka chini tayari. Hali yake mama sasa ruka juu. Alipambana na dogo huyo hapa. Shilang analeta uzembe mzee hapa. Cheki mambo hayo. Huyu mama anatisha mzee. Hautaka uamini. Kata upanga mzee kabisa pembeni. Mama kamwekea tisikipana akampigia ndani. Weka sindano hapo kazipiga ndani na tumbo lake. Kalondoka pembeni. Amemtandika sindano zile ambazo wanaita golden sindo. Anakuja sasa kummalizia. Amempiga sindano zenye sumu afa anakuja kummalizia. Binti akaingia, mama usimuue. Vijana ameingilia. Nilikamo stoka nje ndio. Nipishe. Kama usimuue sababu alinilinda sana mimi kipindi kile. Nikiwa nimetoka hapa ndani. Tafadhali mama usimuue tafadhali. Toka pembeni. Ni muue huyu mwanaharamu. Binti akasema tena nitaki kuondoka. Kabla vijana ameshaumizwa tayari lakini amepigwa sindano zenye sumu alafu zinapigwa. Ghafla mtu anaambiwa. Binti alishikwa na hasira akabadilika. Ngale mambo hayo. Mama binti alibadilika alafu akashika upanga mama yake akaanza kumzungusha. Kuna nguvu za ajabu ambavyo zilimuingia binti huyu hapa. Cheki mambo hayo. Asijulikane hizo nguvu zilimtoka hapa. Binti akawa kama monster. Ana macho mekundu. Ngale mambo hayo. Afu akawa kama vile ni pepo fulani. Ngale mambo hayo. Manga sikia Juna. Hamna mtu alichoamini kilichotokea leo. Hakuna mtu alishamuona binti akiwa kanali kama hii.
Maana binti anaonekana ni mrembo nchi nzima. Hakuna mrembo kwa kile. Macho mekundu. Afu ananguruma kama simba. Cheki mambo hayo. Hii habari ilimshtua mtu. Alipokuwa akimkinga huyo jamaa, aliingiwa na hasira za ajabu, zikatoa nguvu ambazo binti alikuwa hajazikana zimetokaga wapi. Wala mambo hayo. Ndio maana kwa tunaziona mimi na wewe leo. Tunaziona hapa. Jamaa yuko Bijan. Kama Bijan. Binti anaelewa hata. Kaanza kuruka kwanza. Kaanza kuvamia kila mtu. Ovyo ovyo mzee. Chekia shughuli yake. Hiyo nguvu mzee kama pepo. Uko na macho mekundu mzee. Afu na nguruma kama simba. Kila mtu akuamini. Sasa kikaa vibaya hapo unakufa hivi. Amekuwa na sura mbaya. Ana hasirafu, macho mekundu. Mamaka anamuita lakini ndivyo anavyowaona watu hivi. Sasa kila mtu atakao kae macho sasa utauoa kizembe. Kale mambo hayo. Kaanza kuvamia tu vovo. Anakupiga finga una bahati yani. Piga finga moja moja. Kila mtu anakula mpinga hatari. Anatumia ego cross mzee. Piga vimba mzee. Anatoka na kucha za ajabu. Mama anashangaa unaga mtoto wake akiwa kama hii. Kile mambo hayo. Chinja mzee. Anakuua kikatili kinyama. Kale mambo hayo. Mpa buti ya kutosha. Hajaitokea mdafuni anakuwa na nguvu hata ukimpiga hata ngumi ya sikii. Mama akaona hapana. Juna. Anamwangalia mtoto wake anavyofanya. Mama hakuamini. Anaua kinyama. Anawapunguza walinzi hatari. Akupiga finga inaingia mpaka tumboni. Kaanza kuua hadi wafanyakazi. Ai! Hutaamini. Achoka nikali kama hii. Watafanya nini? Wamzuia afanyaje? Mama akamzuia kuna huku. Kana mambo hayo. Jamaa akapata upenyo hapa. Tusiewe. Tuondoke haraka. Ino njia ya pesi. Shishilanga akaondoka. Kata unaondoka hapa. Tumzuie binti huyu. Kabla tena nao wale. Jamaa akamzuia ameondoka. Acha waondoke. Mama akamshika upande mmoja. Amemblock mzee. Akazunguka mzee. Weka. Tupa mama pembeni kule. Cheki mambo hayo. Anya na nguvu za hatari. Jona kabidi chenge ingie. Akamshika vizuri. Mama akamshika upande wa pili. Afu akamblock mara moja. Binti akabaki kama vile akiwa na hasira nyingi na akitamaki namna hii. Hana hasira za hatari. Nguvu ya lononi ya kutisha. Rusha wote mzee. Bado anataka kupambana na mzee. Anajisikia kuua tu watu. Basi walimstopisha alafu nguvu zikamwishia. Pale. Binti alipoteza nguvu zake. Akaanguka chini. Maana hali kama hiyo kimtokea, anapoteza nguvu na kupoteza fahamu. Hapo. Hatujui kilijiri na ilikuwaje. Pande wa pili kwa sahali ya mzima. Shilang ni mbaya. Maana alipigwa sindano zikazamishwa ndani ya tumbo. Sindano ambazo zina sumu. Waita golden needle. Toka kwenye Shen family. Kama tafadhali usife. Niachie wewe niambie. Mimi sitakufa. Lakini anatoka nguvu za hatari. Maana yake ni mgonjwa sana. Anaondoka chini afuatana na nguvu. Anatapika damu. Zile sindano zimeingizwa ndani ya mwili wake. Ni hatari sana na yule mama. Jamani hamna mtu hapa. Akabidi binti aombe kwa Mwenyezi Mungu. Naomba niletee mtu atoe msaada. Kata binti anaomba pale. Yanka, sinya. Jamaa wako akaja. Nimekuja kukusaidia. Binti akasikia sana namshukuru Mungu sana. Asante Mwenyezi Mungu kunisaidia. Hey. Basi. Simeisha sasa binti. Akiwa ametamani kwa namna hiyo. Mtu msaidie mpeleke pale juu kule. Kumsaidia mtu huyu maana anaonekana amesidiwa. Mwana ni mpuuzi mkubwa wewe. Mbona tuondoke naye hapa? Sija kafa sasa hivi. Binti anabidi kumuoshea Yankai sana. Haya. Basi wakaondoka. Wasema bondeni. Somani kidogo itilafu za mitambo. Lakini
hitilafu za kimitambo, lakini tunarekebisha na zidi kusonga mbele. Walisema kuna mzee bondeni ambao anahusika na masuala ambayo anahusika na masuala ya ujenzi, yani ya utibu wa magonjwa mbalimbali. Binti ilibidi aingie kwenda kumtembelea wakitumai kupata msaada kutoka kwake. Kuna mzee mmoja ni bondeni ambao anaambiwa anatibu magonjwa yote. Wakaona akimpelekea huyu atawasaidia. Basi walisonga mbele. Unajua ukisha kupata tatizo basi inabidi ufuate msaada vile vile. Maumivu yakizidi unasemaga umuone daktari. Basi kuna mzee mmoja abalikana chini ya bonde ili hapa. Huyo mzee ana uwezo wa kutibu magonjwa yote. Na wakati walikuwa na paswa waweze kumfuata, akawape msaada kwa wakati huu. Walikwenda mdogo mdogo taratibu kwa umaarufu mkubwa na umakini mkubwa. Kumbuka leo jamani mbaya sana. Ameingizwa zile golden needle zenye sumu kali ndani ya mwili wake. Ni mwamba wa Shinshilang. Basi wakaja hapa. Kufika hapa kasikia ni number 1 doctor. Yaani doctor mmoja number 1 kwenye miaka hiyo. Doctor wa kwanza yani kwa matibabu. Yuko hapa ndani. Gavana nasikia mtu anapigana huko ndani. Watu wakiwa na ugomvi fulani. Mimi ndo namba moja. Huwezi nishinda mimi. Wewe. Mimi na uwezo kukuliko bana. Ni madaktari wawili. Alikuwa ni huyu baba na mtoto wake sasa wote. Ni madaktari wanabishana kwa uwezo walipokuepo. Binti akajua ndo hawa ni. Wanapigana na vyombo, pigana na nini sasa? Ghafla akaingia mtu. Kakuta wanapigana kinyama. Jamani wewe unakwambia mimi na uwezo kuliko wewe. Wewe ni daktari wa kawaida tu. Wewe bora ukafe tu wewe. Mimi nitaongoza kwa kutibu matibabu hapa. Kasikia jamani. Halo. Naomba kuuliza. Kwa sababu watu wanauliza nyuma. Samani, Dr. Fei ndo yupi? Wamtafuta wa nini yeye? Kama ni Dr. Fei? Kama mimi niite little girl. Pia mimi ni daktari mmoja mkubwa sana. Tayari na karibu mwezi hapa. Baba tusaidie. Subiri kwanza nikwambie. Jifunze kuongea na wateja bana. Wamekuja kwa ajili yangu, hawakutafuti wewe. Basi hamna shida. Tumekufuata wewe si ndio? Baba tena na wewe ni mtoto bana. Sikilizeni mimi. Huyu anaitwa mtoto mdogo tu. Kampa kipigo mzee. Wanabishana sababu kila mtu anataka aonekane kwamba yeye ana uwezo kumliko mwenzake. Madaktari wawili wa mafari wawili akaje pamoja. Sinyang. Hao na kina nani hawa? Kambale pale ndo tunamtafuta. Huyo mzee huyo. Wewe ni mtoto wake, mdogo wake mdogo ambaye naye anataka kuwa daktari. Tena ana uwezo mkubwa kutibu magonjwa aina yoyote. Ile Dr. Fei pale namfahamu. Anatibu magonjwa mengi kuliko dada yake. Basi walisogea. Siambe kitu. Mko kwa ajili ya nani hapa? Mimi naitwa Sinyang. Huyu rafiki yangu ameumiza vibaya sana. Na anahitaji msaada kwa sasa hivi. Tafadhali naomba tusaidie kuweza kumtibu mtu huyu. Kwa ni Sinyang Asiye na mwanamke ambaye kama pepo every day yani kwenye jau nzima wanakufahamu. Lakini hamna shida. Rafiki yako na najua rafiki yako wewe. Takuwa ndio huyu hapa. Naona kama unamfahamu sana binti huyu. Tumekubaliana. Mimi naitwa Yankantai, mtu anafanya kazi kwenye jengo la kifalme. Basi nimekuja leo kusaidia watu hao. Mimi rafiki yake na Sinyang. Tafadhali najua una uwezo wa kutisha sana kwa masuala ya kutibu watu. Naomba nisaidie kwamba mtibie ndugu yangu. Rafiki yangu naomba msaidie tafadhali. Kasema kwa jinsi ambavyo wako hapa watu, kuna watu na taratibu zetu sisi hapa. Tuna taratibu za kufanya kabla ya kukutibu. Taratibu gani? Niambie taratibu alafu nijifanye kila kitu. Katika kwenye dunia kinahitaji vitu vingi zaidi. Kumsaidia mtu mbele yangu mimi, nitakuwa naweza kuwalipa miungu kwa sadaka. Lazima niwalipe miungu. Basi hamna shida. Mimi nitakulipa na kuahidi chochote utakachokitaka mtibu tu mtu huyu au salamu. Zakaona
Maisha moja kwa mjia mtu mwingine. Anachokitaji kingine ni kwamba maisha ya mtu mwingine anataka. Kwa maisha mmoja apone, mwingine afe. Kama kwa unamaanisha kwamba ukishamtibu huyu, unataka mimi au yeye afe. Basi hamna shida. Mimi niko tayari kufa kwa ajili yake. Niko tayari kufa kwa ajili ya huyu mvulana. Kama subiri niwaambie kitu. Siwezi kupingana na wewe hapo mwanzo. Lakini naomba msaidie Shinshilang. Mimi nitakulipa kwa niaba yake. Kwa niaba yake yani. Yaani adui wa ufalme ndio huyu mnamleta hapa hivi Shinshilang. Kasikia huyu Shinshilang lakini watu wanamsemanga vibaya tu lakini sio mtu mbaya. Gelu swali simeibiwa na huyu mtu. Huyu mtu bado zake nimezipata kwamba ameiba upanga wa Gelu. Sasa unaniambia kitu gani? Wao kaamka na kupiga kelele. Kama sio unaumwa subiri kwanza. Unaumwa sana. Ndio naambia kitu nyinyi. Mimi nitamtibu. Toka hapa, mimi nitamtibu mwenyewe. Kumbuka na bishara sasa amekuja mgonjwa hapa. Kama mtu ataka aoneshe umaarufu wake hapa kupitia mgonjwa huyu. Kaa mbali sana. Nifuateni nyinyi njoni. Tena na huyu mwanafunzi wangu wa kijinga huyu. Binti akasema wewe. Basi alikuja kumlaza. Huduma ya zamani sana mara nyingi sana unalaza kwenye barafu. Walikuja wakamweka hapa. Hiyo ndio huduma ya kwanza ambao yule mzee alitaka kuitumia kumtoa. Dokta, kuna uwezo wa kumsaidia? Kabla unauza huku hapa. Akamzingua kwanza akamwamsha hapo. Saidie! Hey! Anapiga kelele kweli kweli yale. Kampiga mapigo tapa kamzimisha. Huyu atakufa. Dokta alipomtizama aligundua kitu. Kusema hii jinsi ambavyo mtu yule amepigwa. Sidai unaga nimeona mara mbili tu kwenye maisha yangu hii pigo ambalo alipigwa mtu huyu. Ambalo lilipigwa na kuna mtu mmoja alishatumia ile pigo hapo zamani. Lakini wale limetumika tena na leo. Usonje kwa subiria. Kama saa subiri. Ngoja nifikirie. Kuna mtu mmoja alishatumia ile pigo nani? Mbona sikumbuki vizuri? Sikumbuki vizuri. Kwa nikumbuke tena tumiaga ile pigo na tumiaga. Mbona sikumbuki? Kuna mtu anatumiaga ile pigo hapa. Ni wewe subia. Wewe mzee sogea huko. Nampozea mtu muda hapa. Ngoja mimi nikaonesha ujuzi wangu. Wewe umeshindwa kuonesha ujuzi wako wewe. Binti akafika WhatsApp kamchukua mgonjwa. Anaondoka naye. Kila mtu anataka muoneshe mwenzake ana uwezo gani. Basi leo akamchukua mgonjwa akamleta kwenye chumba kimoja. Amemfunga huku na huku mzee. Alafu chumba kuna mtu hapo juu kuna mtungi mmoja una moto mbaya. Inawaka moto yani kama vile ni jiko la mkaa. Jiko la oven la kwa miaka hiyo. Hapa Shinshilang kuna nguvu ambayo ameingiziwa sasa. Hizo sindano anazoingiza ndani ya mwili wake zinapaswa zitolewe nje. Atatoka nje kupitia hii namna. Hakika kuna hii jokofu hapa, kuna ile joto namna hii hapa. Mwisho zitatoka nje zenyewe. Kama tuwe niambie kitu. Hii jambo leo nilea hapa sumu bado iko ndani ya mwili wake. Na itamtesa sana. Sasa hizo sindano zinazoingia ndani ya mwili wake hizo anapaswa zitoe nje kabisa. Kambe hawezi kufa. Kisa niambie kitu. Hapo hawezi kumsaidia. Atakuwa mwenyewe atumie uwezo wake binafsi. Atoe hizo sindano ndani ya mwili wake. Mzee anakula chabo. Huyu mjukuu wake anabishana jinsi ya utaalamu wa kutibu watu hao. Naomba nisaidie, nitamsaidia kumpoza. Wasi hamna shida, niendeleeni. Mimi nitarudi sasa hivi. Endelea kumpuliza hapo. Apoe. Basi wakaanza kumpepea. Hawezi kufa, msio na wasiwasi. Wewe upanga wa Gelusi utakwenda kuchukua mmoja. Tafadhali nakuomba usije ukafa. Utachukua mmoja wewe upanga ukamsaidie master. Makuna na kelele karaka anakuja kumsaidia. Basi akaanza kumpepea. Wakampepea sana. Wakampepea mno. Binti ameketi pale
Anataka mtu huyo atumie uwezo wake binafsi atoe hizo sindano ndani ya mwili wake. Kupitia joto linaloongezwa ndani ya mwili itamsaidia kuweza kutoa hizo sindano. Alipiga kelele mzee, kaanza kutoa moshi ndani ya mdomo. Piga kelele sana. Sababu atakuwa azitoe hizo sindano mzee. Piga kelele asu. Lakini yote hiyo alikuwa na nguvu. Bado ni mgonjwa sana. Alijikata sana kwa msaada wa lile joto linalozidi kuendelea ili atoe zile sindano ndani ya mwili. Jikaza mno. Zile sindano zina nguvu za hatari. Karia mambo hayo. Master kabidi ingilie. Akampiga spoti mbili chap. Akampiga spoti pa. Wakati kumchangia akampiga mzee haraka. Ikatoka mzima. Karia mambo hayo. Katoa ile na sasa. Hizo sindano bado ziko ndani. Nimefanikisha mimi. Nimefanikisha. Yaani nimefanikisha kila kitu hapa. Wapi wewe? Lakini ni hatari sana. Mimi mmoja ngakusaidia kumalizia. Mimi nimekamilisha. Kasikia hamna kitu mzee. Hakuna kitu kama hicho. Mimi ndo nimeshinda hapa. Little Monster sikiza. Kama nini? Umekuwa maadui tena dakika 2. Akale mambo hayo. Kwa sasa hivi yuko nje ya hatari. Kichobakia sasa hivi hapo ni kuondoa hizo sindano ndani ya mwili wake, japokuwa sindano bado zipo. Lakini mwaminini tu huyu, naye pia na uwezo wake pia. Ni mwanangu akiwa na uwezo wa kutosha. Naye akupa ni amri ya kuongea hapo. Kwani sehemu yako hii? Akamtoa mzee. Sasa kumbuka hao wanabishana kiuwezo kwa kidaktari. Basi yote akiendelea, siku iliweza kupita. Turudi pande wa pili alilipo mama mzima yule. Aliamri kikosi kiondoke na story habari zozote zile kuhusiana na kile alichokiona kuhusu vijana wakati ule. Wakasema hamna shida mama, atatoa habari hizi nje hapa. Walikuwa ni walinzi wake wakaondoka. Basi mama alibaki na Chengbi wazungumze. Mama kichwa kilimuuma baada ya tukio la mwanae kubadilika ili mpa wasiwasi. Mama usijali sana kuhusu habari afya binti yako, mimi nipo nitakuwa naye tu. Na wala mimi niweze kuondoka. Kama Chengbi sikiliza. Unajua kwa nini June anabadilika kawa hivi? Hauna haja kusema mama, maana mimi hapa sitaulizia hata pia zaidi hapo. Sababu ile tayari atakwenda kuwa mke wangu, kwa hiyo udhaifu wake na kwangu mimi hapa ni sawa tu. Asema alipokuwa tangu mtoto mdogo, siku zote nilishi kumtizama sana, karibu miaka 10 sasa. Hii nguvu iliingia ndani ya mwili wake baada ya baba yake kuweza kuondoka. Na aina fulani ya nguvu ambayo ina nguvu sana, ambayo iliingia ndani ya mwili wake pasipo kujua ilitokaga wapi. Ila tu ni baada ya baba yake kuweza kuondoka. Mama akaanza kukumbusha kwamba alijaribu kuweza kuitoa hii nguvu tangu alipokuwa mtoto mdogo huyu, lakini nguvu hii ilimshinda kuweza kuitoa sababu hakujua ni nani ambaye aliweka ndani. Ila sasa baada ya baba yake kuweza kuondoka, na binti alikuwa kwenye hali kama hii. Sasa nilijaribu sana kumsaidia, lakini nilikuta kwamba sikufanikiwa kuweza kuitoa hii nguvu tena. Kale mambo makubwa hayo. Mama anadai kwamba kufanikiwa. Ajaribu sana siku hiyo mpaka kaa naumia yeye mwenyewe, lakini alishindwa kuweza kuitoa. Kabla nguvu iliingiaje ndani ya mwili wake? Mimi peke yangu msifahamu pia. Ila natafuta jinsi ya kuweza kumsaidia binti yangu mpaka sasa hivi, lakini sijafahamu bado. Karibu miaka imepita sasa. Kama mara ya kwanza ilipotokea ni wakati akiwa mdogo, lakini hata mara ya kwanza imetokea kabisa rasmi akiwa mtu mzima kama hivi. Wakulaumiwa so wewe wala so mimi.
tunapata jinsi gani kuweza kumsaidia tu. Basi ngibia kapanda. Madamu sio na wasiwasi sana. Mimi moyoni mwangu Bijang tayari ni mke wangu mimi hapa. Na wala sina mpango wote yule kwamba sitamkataa kwa jinsi alivyo. Nitampokea hivyo hivyo. Mama alifurahi sana. Basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Na ukumbuke kabisa kwamba ni sehemu ya 9. Basi sikio lilikuwa umekwenda kwa jinsi hiyo. Mtanange ulikuwa unaanza kwa jinsi hiyo. Basi utanga katika sehemu inaweza kufuata ambayo ni sehemu ya 10. Hii ilikuwa ni sehemu ya 9. Basi utanga katika sehemu ya 10 ya moto mzito hapa. Wanauita Sinshilang au The Show 11 Lang. Wanaoita The Legend of Sinshilang, lakini imepigwa na DJ wengi. Lakini leo imeshikiliwa na mnyama Hero kama kawaida. DJ Hero ameshikilia chuma hicho, kwa hiyo ondoa shaka, ondoa shida. Kazi ipo, kazi tunasubiri kukwenda kwa kasi ya ajabu. Mambo hayo. Imeshikwa na mnyama Hero katika mikono DJ Hero. Hakuna kinachopotea. Laza ya movie iko pale. Kila kitu utakipata pale. Akala mambo. DJ Hero kama kawaida. DJ Shujaa. Namna hiyo. Shujaa DJ. Hero DJ. Kwenye mitambo toka pande za Boma. DJ Boma Ng'ombe. Kama unakwenda Arusha wapi? Kama unashukia hapa hivi niite, tutaja kupige. Tubonge biashara. Niite tu nije hapa na moja. Tunabonga biashara. Kwa hiyo unapatikana maeneo ya Boma Ng'ombe, basi tafuta kwa namba za simu hizo hapo. Nitakupa vigongo vikali kabisa. Toka ndani ya Heroes Studio. Heroes Studio. Ndani ya DJ Hero mzima. Director mwenyewe kwenye mitambo ya Heroes Studio. Na wakaribisha zaidi na zaidi watu wote katika kusikiliza moto mikali ya DJ Hero toka pande za Boma, ambaye ni DJ mkali. Alianza kazi zake rasmi mwaka jana mwezi wa 12. Kwa na mkana miezi 6 kwenye kazi tu. Sina uzoefu mkubwa sana. Tamambwa. Ilo limekuja kwa kasi ajabu. Kwangu hakuna uchakachuzi, hakuna uwizi. Kitu high quality, kitu hakijachakachuliwa. Sauti clear voice, mitambo mikali ya teknolojia mpya kabisa hii. Wengine najua wote hawana hii. Hii mitambo yangu wakiipata, basi wangekuwa wamejaribu kunifuatilia. Lakini clear voice, clear picture, high quality ni kwa DJ Hero pekee toka pande za Boma. Bye bye, tutaenda katika sehemu ya 10.